Ngoja tuangalie. Ngoja wewe tulia. Ngoja basi bwana wewe. Shaksi. Nani kakwambia Shaksi? Nani kakwambia? Huyu jamaa huyu ambaye rafiki yangu ule mbishi mwingine yule. Lile. Uko nalo hapo? Sasa sikiliza sasa. Yeye ndo aliotoa information nzima kwamba nikufuate hapa. Una matatizo na maana yeye ndo ana taarifa hiyo. Yupo niko naye. Tulia basi na wewe tunajenga kunini lakini mbona unanichanganya au unanifuruga? Shaksi. Bwana mimi nahitaji msaada wako ndugu yangu hapa. Hapa nishakwama. Nisikilize sasa. Mimi nataka nijitahidi mimi na ujamaa huyu tujue jinsi gani ya kukusaidia ndugu yangu. Sasa nyamaza huko maana huko. Fanyeni hiyo ngoja nitulize. Huyu binti ndio shida humu ndani. Sasa sikiliza bwana. Kashaona hapa ishakuwa shida. Hilo swala limekuwa gumu sana mpaka likofikia hapa. Swala limekuwa zito. Sawa, sasa unafikiri itakuwaje? Wewe unafikiri bila sisi hawa watatokaje? Pamoja na hiyo. Sasa hilo jitihada kama hilo. Wewe huwezi kujua kwamba huyu aliwafunga kawafunga kwa mfumo gani kaka. Unaelewa? Sasa sikiliza. Kichangia. Sikia kwanza tusende. Twende. Vipi? Changamoto ni nini? Kwanza naomba nisamehe kwa yote yaliyotokea. Yote yaliyopita naomba nisamehe. Yaani hapa sielewi nafanyaje, sielewi naanzia wapi, sielewi chochote kile. Yaani auelewi nini? Auelewi nini? Wewe tangia jana tuliachana kivipi? Leo unakuja na kuomba msamaha kwa kitu gani? Mdogo wako Eliza. Tena kaenda kulala kwa mume wangu. Eliza? Unasemaje? Eliza mdogo wangu amekwenda kulala katika nyumba yenu. Na kuuliza, Eliza mdogo wangu ameenda kulala katika nyumba yenu? Yaani jana tunabishana, tunafukuzana kwamba alikuwa anaelekea kwa mume wako. Na wewe sasa mkaamua muharibu familia yangu. Mkaamua sasa mtengeneze familia yangu. Mimi nikiwa ninatembea, niwe ninafedhea, ninaonekana kama kituko, si ndio hivyo? Sasa kama ndo mniamri. Nimempeleka mtoto chuo ili aweze kujikomboa kiakili, aweze kufika hatua kwamba hata na mimi niwe nasema kwamba nina dada yangu. Sasa mnaamua kuteketeza maisha yake. Wewe unakaribisha mke mwenza, si ndio hivyo? Ndani ya nyumba. Mimi mwenyewe nimefukuzwa kwangu kwa ajili ya mdogo wako. Nimeachika kwa ajili ya mdogo wako. Yote mimi naomba unisamehe. Sije kwa hasira. Nimekuja tuajenge mimi na wewe. Yalopita yote nisamehe. Ngoja tukwambie. Wewe huwezi ukanifanya mimi sononeke hivi. Mdogo wangu Eliza huwezi akafedheshwa. Hawezi akafedheshwa katika hali kama hii. Sasa mimi ninakuomba nenda umtaarifu mume wako. La sivyo sheria itachukua mkondo wake. Ninasema la sivyo sheria itachukua mkondo wake. Yaani wewe unakuja unanitambia, unakuja unafanya kila kitu, sasa hivi unakuja kusema kwamba mdogo wangu sijui yuko ndani ameingia kwenye familia. Haya, aliyekueleza hayo ni nani? Kama wewe umetoka ndani ya nyumba. Bwana tangelala asubuhi akaondoka. Kinachoniliza wamenasiana. Wamefanyaje? Wamenasiana. Mimi sijui tunafanyaje? Unajua jambo unalolizungumza yani sielewi. Unasema wamenasiana kivipi? Nakuuliza wamenasiana kivipi? Naomba nieleze mimi. Ulipokuwa kwenye tendo toka jana usiku mpaka leo hawajatoka. Naomba msaada wako. Sasa mimi ninaomba nikuulize. Ni kitu gani sasa ulichokitenda wewe? Ni kitu gani ulichokitenda? Naomba unieleze. Siwezi kutamani kukusikia maisha ya mdogo wangu yanateketea katika mfumo huu. Alafu ukasema kwamba mimi nitaendelea kufurahia. Hii misaada gani unayohitaji? Unahitaji msamaha gani kutoka kwangu? Unahitaji msamaha gani kutoka kwangu nakuuliza? Kilichopelekea mpaka wanasiane ni nini? Jana Latifa aliniambia atanisaidia. Nikamwambia sawa rafiki yangu nisaidie niweze kurudi kwenye ndoa yangu. Ila sikujua ni kitu gani ambacho anachokifanya. Akanipa kufuri. Nini? Kufuri. Jana ile tukachukua kufuri tukawa tumeliweka. Asubuhi tumelikuta ile kufuri limejifunga lenyewe. Dada. Unaenda kumua mdogo wangu sina hivyo? Ndio dhamira yako? Kwa nini dada? Unaamini ushirikina?
Kwa hiyo naenda kuteketeza maisha ya mdogo wangu. Sasa mimi sina msaada wowote. Kama mmeamua kuteketeza familia yangu, kufedhesha familia yangu, mdogo wangu aonekane ni kituko katika mitaa hii, sawa. Mimi naenda kufanya vitu vyovyote unavyojua. Fanya lolote lile. Naondoka. Tunafanyaje sasa? Unafanyaje na nani? Ninatamani kumwona mdogo wangu akiwa hai. Sio masuala ya machozi yako hayo. Fanya kila kitu iliwezekanalo. Natamani mdogo wangu awe hai. Nitafanyaje mimi? Mungu nipe mwongozo. Nijue yote. Ndugu yangu, vipi mbona asubuhi kulikoni? Mambo yamekuwa sio mambo tena. Ehe, Hata sijui nafanyaje. Nimechanganyikiwa mpaka nimechanganyikiwa tena. Nimetafuta namba yako mpaka nimepewa na kupigia simu. Jambo limekuwa sio jambo. Jambo limekuwa zito kwa upande wangu. Huyo wifi yako kafanyaje tena? toka jana usiku kalala kwa mume wangu mimi. Toba. Hadi sasa hivi wapo ndani. Wewe. Hapa ninapokuambia wamenasiana. Wewe. Usiniambie. Nimetoka kuongea na mume wako muda sio mrefu. Nijue tunafanyaje. Mimi sijafanya hivyo kwa nia mbaya. Sikuleta malalamiko kwa dhamira mbaya. Nilikuwa nataka tutengeneze, tuendelee kuheshimiana, tuendelee kujenga mji wetu. Nikuulize kuna shoga yangu kitu kimoja. Wewe umejua vipi kwamba huyo bwana na wifi yangu wapo chumbani kwako wamenasiana? Wewe umejuaje? Latifa alikuwa anaenda kwenye mihangaiko yake, kapita pale watu wanaomba msaada. Msaada. Kwa hiyo wamenasiana. Ni chanzo cha kunasiana. Yaani ndio nataka nijue lazima kitu kama kina mwanzo basi kina mwisho. Yaani chanzo cha kunasiana hawa wawili ndani kwako ni kitu gani? Kufuri. Latifa jana kaniambia, "Mimi nataka nikusaidie." Nikamwambia, "Sawa shoga yangu nisaidie." Kachukua kufuri dogo, kachukua na kidude kingine mfano wa kufuri. Asubuhi tumeamka, kufuri limejifunga. Mama wewe. Mimi hapa kwanza nimechanganyikiwa. Nenda kaniombee huko kwa mume wako nijue nafanyaje. Wewe naye ya marafiki zako ajabu. Haya, huyo Latifa. Hivyo tufanye kuna mwanamtu Latifa. Hivyo mume wako anamtaka kweli wewe? Mambo ya mume wako ndio umalizia Latifa. Yeye mwenyewe pale yupo single. Kashafanyia dawa na mpaka sasa hivi amechoka na waangalia kama picha. Haya shoga yangu utoke hapo umeenda kumaliza shida zako Latifa. Wewe ndugu yangu. Haya kashamfunga umengana siana sasa hivi una wewe mzako Latifa anakaa mguu juu huko aliko. Shoga yangu wewe. Cha kukusaidia tu labda nikwambie. Mimi nitaenda kuongea na mume wangu. Akikubali, mimi nitakupigia simu, tuonane tujue tunafanya kwenye hili swala. Maana kwa kawaida shoga yangu yani swala ni kubwa. Usiwe na wasiwasi, mimi nitajua jinsi gani tunaongea na mume wangu. Sawa? Sawa. Haya asubuhi njema mwana. Haya. Mimi nafanyaje? Kijijini mimi watanionaje? Latifa, nimekuita katika mazingira haya nikiwa na ombi moja tu. Mimi nilichokuwa nahitaji msaada kutoka kwako. Maana rafiki yako asubuhi nilikuwa kwenye mazoezi, nimekutana naye. Wewe ulifanya yote yale kwa ajili ya kumfurahisha rafiki yako. Lakini ukuangalia upande wa pili sasa. Mimi familia yangu inafedheka sasa hivi. Hivyo nilitamani kwamba wewe uweze kulielewa. Haya sawa, mlichokifanya pamoja na rafiki yako. Haya ndo amesha na sana ndani ya nyumba. Tunafanyaje sasa? Sikiliza nikwambie. Mdogo wako yote haya ameyataka. Amejua kabisa kwamba yule ni mume wa mtu. Alafu yeye mwenyewe bado ni mdogo, ni mwanafunzi. Alifanya nini kitu kama hiki? Rafiki yangu kafukuzwa usiku wa manane kwa ajili ya mdogo wako. Kwanza anafanya kitu kama hiki mdogo wako. Na mimi hapa kitu hiki nimekifanya kwa ajili ya kumfanya rafiki yangu. Anaumia. Sasa tunafanyaje sasa? Tufanye What
Habari gani mdau wa Maela Production? Je, umekuwa ukihangaika ni wapi unaweza ukapata huduma ya kupigwa picha safi na za kijanja kwa bei nafuu? Au umeshindwa kumudu gharama za utengenezaji wa video katika matukio yako muhimu katika maisha, iwe harusi, iwe happy birthday? Suluhisho lake ni Maela Production. Maela Production tunatoa huduma zifuatazo. Tunapiga picha na kutengenezea video juu ya tukio lako kwa bei nafuu sana. Bila kusahau, Maela Production tunatoa huduma kwa waandaaji binafsi wa filamu wenye uhitaji wa kutengenezewa filamu safi na zenye ubora wa hali ya juu kwa bei nafuu sana. Vichekesho, mahubiri, matangazo kwa ajili ya biashara yako, matangazo kwa ajili ya kampuni yako, waimbaji binafsi wa nyimbo mbalimbali, makundi ya sanaa yenye uhitaji wa kutengenezewa filamu safi na zenye ubora wa hali ya juu katika mikoa yote Tanzania. Wasiliana nasi kwa simu namba 0749797017 na usisite kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii: YouTube Maela Production, TikTok Maela Production, Facebook Maela Production, ili uweze kufuatilia kazi zetu. Maela Production tupo kwa ajili yako.